Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumwombea rehma kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba leo nataka nikujie na hii habari kwamba riziki itakufata, ama vipi riziki itakufuata, vipi na njia gani, ni namna gani riziki yako itakutafuta. Haya ni maneno ambayo mtu anaweza akastaajabu kwamba vipi riziki ikutafute, ama inawezekanaje riziki ikufate. Utakapokuwa unajiuliza swali hili, maana yake utakuwa ni mtu ambaye hufikiri wala huwazi juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hashindwi na jambo, ila muhimu inakuja katika mifumo ya taaluma. Kwa kila kitu huhitaji taaluma, na ndio maana unaweza ukastaajabu miongoni mwa vitu vya ajabu. Mfano, wakati wa Nabii Isa bin Maryam. Nabii Isa bin Maryam, yani Yesu, kwa wale wasomaji wa Biblia, soma Yohana 9:1, kwamba alikutana na mtu kipofu toka kuzaliwa, lakini Yesu alifika mahala alipomwona yule kipofu, alitema mate, akakoroga baina ya mate na mchanga, akachukua ule mchanga wenye mate yake ambao ni tope, akampaka kipofu machoni. Sasa hapa unaweza ukastaajabu, huyu mtu ni kipofu, unachukua mchanga wenye mate, yani tope, unampaka hivyo, unahisi unamtibu au unamuongezea maradhi? Kile kilichokuja kutokea, yule kipofu aliweza kuona. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku anatoka Makka kuelekea Madina, usiku ule nyumba ikiwa imezingirwa na majambazi, alichukua mchanga akausomea surati Yasin, wale majambazi wakalala, akaumwagia ule mchanga, Mtume sallallahu akapita kaenda zake. Wanakuja kuzinduka, Mtume hayupo. Sasa hapo unaweza kustaajabu, huu ni mchanga, una siri gani? Ina maana mchanga una uwezo wa kutumika katika tiba, mchanga una uwezo wa kutumika katika kinga. Tusiende sana hapo, tunarudi, tutoke katika mchanga, turudi katika miti. Miti ni miongoni mwa viumbe vyenye siri nzito, na ndio maana leo unavyoenda kwa shekhe au tabibu, anaweza kukwambia labda lete ubani mashtaka, lete ubani jawi, lete ubani zuhura, lete ubani kandari, sijui ubani manemane, sijui ubani kadha. Zipo karibu aina 7-8 za ubani. Kwa nini ikachaguliwa aina maalum ya ubani? Na maana kwamba kuna baadhi ya mambo yanahitaji kitu maalum. Katika kuhitaji kitu maalum, leo nataka nikuletee habari hii. Kuna aina ya miti, mfano kuna mti wa kuka. Kuna mtu hata akitembea hivi katika watu wakubwa unakuta mkononi kashika mti wa kuka, au mti sijui wa muharaka, sijui mti gani. Ipo siku nitakuonesha hata baadhi ya fimbo za miti tofauti tofauti. Sasa hii miti yenyewe pia kushika kwake inakuwa na siri. Sasa leo kuna aina ya mti kama vile mti wa udi, kuna mti maalum alodi, au kuna mti muhina, kuna mti wa mkomamanga, kuna mti wa mjafari. Hii yote ni aina ya miti. Lakini mti gani ambao natakuletea? Nataka nikuletee siri ya mti unaoita sidri, kwa maana ya mkunazi. Mkunazi kwa ajili ya kuita riziki ikufuate badala ya wewe kutaabika. Sio kwamba usio na kazi, unafanya kazi, lakini riziki inakuja kwa wingi na kwa njia nyepesi na si kwa ugumu kama ilivyokuwa. Unatakiwa upate udi ambao umetengenezwa, ule mjiti wake ule umetengenezwa kwa mti wa sidri, kwa mti wa mkunazi, yani stiki ile iliyotumika pale ni stiki ya mkunazi.
ambapo huu udi utakapokuwa umeupata, unauwasha huu udi. Baada ya kuwasha udi huu, kinachofanyika ni nini? Unatakiwa usome. Kusoma kwako inakuwa inna Allaha huwa razzaqu dhul quwwati matin. Ima ukaiandika inna Allaha huwa razzaqu dhul quwwati matin, alafu ukaanza kuifusha. Wakati unafusha unasoma suratul Qadr, kwa maana inna anzalnahu fi lailatul qadr. Utasoma suratul Qadr 41. Ukiweza soma na surati Dukhani ukiwa unaifusha ile karatasi, alafu ichukue ile karatasi iweke katika wallet yako. Baada ya kuleweka katika wallet yako, uwe unatembea nayo kwa idhini ya Maulana, kitu ambacho utakistaajabu. Watu watakuhusuru sana kutokana na riziki zako zitakavyokuwa nyingi, lakini hawatofanikiwa katika hasadi, kwa sababu wewe unamtegemea Mungu. Sasa udi ambao umetengenezwa kwa stiki ya sidri ni udi gani? Na kuhakikishia kwa Tanzania hii unapatikana katika duka moja huu udi, na kama utakuwa huwezi kusoma, nenda kanunue huu udi, alafu Ijumaa mapema kabisa njoo nao, au Jumamosi, Jumapili, moja hizo siku tatu, Ijumaa, Jumamosi au Jumapili, saa 1 asubuhi, njoo nao hapo ofisini kwangu. Niambie, mimi nimenunua huu udi, siwezi kusoma. Nitakukalisha hapa kutoa sadaka, aibu uone wewe. Mimi nitakufanyia bure. Kutoa sadaka, aibu uone wewe. Njoo nao, alafu mimi nitakufanzia. Na utastaajabu kwa idhini ya Allah. Huu udi unapopatikana ni wapi? Nenda Kariakoo, unaitwa udi nuksi khalas. Maarufu ndo jina lake ni hilo, na hauna jina lingine. Asije akatokea mjanja wa mjini akakwambia hata huu. Hapana, hii hata huu achana nao. Au hata huu nafaa, hapana. Udi nuksi khalas. Nenda dukani pale Rukia Store. Mimi kwa Mama Rukaya au kwa Mustafa. Duka lipo karibu na Sunderland. Ukifika Kariakoo pale mtaa ule ambao una maduka ya dawa za asili, kuna duka limeandikwa Tahfifu kwa Mustafa. Pale kwa Mustafa pale kwa Mustafa, nenda kawaambia nataka udi nuksi khalas. Au ukifika ukiona unashindwa kuliona hilo duka, ni duka la 3 kutoka Sunderland au la 4, utaona juu bango Mustafa au Tahfifu, uliza udi nuksi khalas. Au yale maduka ya pale Kariakoo pale kwa dawa za asili, ulizia dukani kwa Mustafa au kwa Mama Rukaya. Ukifika hapo dukani mwambie nataka udi nuksi khalas. Udi, fanya hivi nilivyokuambia, riziki itakufuata. Upo Dar es Salaam, sawa, umenunua huu udi, unao, huwezi kusoma, njoo Ijumaa, Jumamosi au Jumapili asubuhi saa 1, mimi nitakufanyia bure. Kutoa sadaka, aibu uone wewe. La, upo nje ya Dar es Salaam, unahitaji utumiwe na unahitaji usaidiwe kisomo, nitakupangia ratiba. Niambie udi ninao, nitumie picha nikuthibitishe, unithibitishe kweli udi ndio huo, nakupangia ratiba ya kukufanyia kisomo bure. Kutoa sadaka, aibu uone wewe. Namba ya simu alama ya kujumlisha 255 784 63898. Akumradhi, nimetaja namba yangu badala ya namba ya dukani. Alama ya kujumlisha 255 652 71 11 11. Alama ya kujumlisha 255 652 71 11 11. Piga, toa taarifa kwamba mimi nipo nje ya Dar es Salaam, nahitaji udi. Ukikufika niambie udi ninao, nataka dua. Upo Dar es Salaam, njoo moja kwa moja. Mimi niite Hakimu Aljinni, Chief Nusura Almajid, Mwarabu wa Goba. Asalamu alaykum. Ila uje na udi, sio uje mikono mitupu niambie sasa unanisaidiaje? Ujinga, sina msaada. Njoo na udi, niambie unanisaidiaje, nitakukalisha chini. Asalamu alaykum.